Leo nimepata bahati ya kuhudhuria katika jukwaa lake. Kwa kweli nimefurahi sana. Wallahi kwanza nashukuru. Ni fursa kubwa kabisa. Watoto wetu na wajukuu watapata kuelewa kwamba wazazi wao walikuwa watu wa namna gani. Kwa sababu jukwaa hili la kwanza linalenga kuelimisha. Lakini kama itakuwa ni dawa, ujue dawa gani inatibu maradhi yepi na hiyo dawa inatayarishwaje. Jukwaa hili limekuwa likialika watu mbalimbali. Tunatoa shukurani kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani na timu yake yote kwa ujumla kuweza kulifikiria hili. Nakushukuru unialika katika jukwaa letu hili, na hili ni jukwaa letu. Mwenyezi Mungu akubariki Sheikh Yusuf, akujalie kheri. Hili ni moja ya majukwaa makubwa. Mara kwa mara tutakuwa tunatembelea katika hili jukwaa. Ukiwa unasikiliza daima haukosi, bali utapata faida. Mwenyezi Mungu alidumishe hili jukwaa, alitie nuru na baraka. Rahmatullahi wa barakatuh. Na ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wetu wa jukwaa la Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali, leo ni siku nyingine tena na wakati mwingine baada ya safari yetu katika jiji la Uganda nchini Kampala. Sasa tumerejea tena katika ofisi yetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, na kama ilivyo kawaida siku Alhamisi inakuwa ni siku maridhawa na maalumu sana kwa ajili ya jukwaa. Na jukwaa hili linalenga kufundisha, kuelimisha, lakini pia na watu kuweza kujitibia kunakotakiwa kujitibia kwa maradhi ya aina mbali. Kama ilivyo kawaida, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba 0748869733 au 0659869734. Tupigie sasa kwa maelekezo, ushauri ama kwa kutaka maelezo zaidi, basi unaweza kuyapata kupitia namba hizo. Unaweza kusema nasi ili heading ziweze kupatikana. Kama ilivyo, tutakuwa na mgeni wetu, na leo mgeni wetu atakuja moja mada maalumu kabisa, ni namna ambavyo ataweza kuishambulia na kuichakata mada inayohusiana na masuala mazima ya ndoa. Kwa hiyo wewe mwanandoa, mwanamke, lakini pia na wewe mwanamume mwenzangu ambao tupo ndani ya ndoa, tuna nafasi maalumu sana ya kuweza kusikiliza moja katika mada adhimu na mada pendwa ambayo inaweza kuimarisha ndoa zetu, lakini pia furaha iliyotoweka ikaweza kurejea. Lakini si hivyo tu, tutakuwa naye Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali, naye atakuja kukandamizia pale ambapo alipoishia mgeni wetu, lakini pia na mada maalumu ambayo itaweza kufaa katika hali moja ama nyingine. Na yote kwa yote haya utayapata kwenye jukwaa letu la Dr. Said na Sheikh Safudi Al-Ghazali. Mimi sina la ziada zaidi ya kumkaribisha mgeni wetu, kumwambia tafadhali mashkura, karibu sana jukwani lako, na wanandoa tuko tayari kukusikiliza. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Namshukuru Allah tabaraka wa taala. Nashukuru sana kwa kunikaribisha katika jukwaa hili la Sheikh Yusuf Diwani, jukwaa ambalo lipo kila siku ya Alhamisi kuanzia siku ya Alhamisi saa 4 asubuhi. Mimi ni mke wa Sheikh Yusuf wa Diwani. Niko hapa katika jukwaa lake, amenialika. Mimi ni mke wa kwanza wa Sheikh Yusuf Diwani. Katika kulikaribisha kwenu hapa nitazungumzia swala kidogo hususani changamoto za ndoa. Changamoto za ndoa zipo. Mfano kama mimi hapa nina miaka 25 katika ndoa. Sio katika miaka hiyo 25 ya ndoa yani kuna furaha sana, sio kweli. Furaha zipo, changamoto zipo, maudhi yapo. Kwa hiyo kikubwa zaidi mke kusimama katika majukumu yako, kujua nafasi yako wewe ni nani. Kikubwa zaidi kinachotakiwa katika ndoa ni heshima. Ukimheshimu mume wako, mengine yanayofuata atakuwa mepesi sana. Heshima ikitawala katika ndoa, utampenda mume wako, utamjali, utamthamini, na mengine atakuwa mepesi tu yanakuja. Kwa sababu mwanamume hapendi yeye kupendwa, mwanamume anataka yeye kuheshimiwa. Ndo waume zetu walivyo. Sasa katika swala hili wanawake wengi tunajisahau katika hili swala hili. Katika swala hili la kuwa wewe ni mke wa kwanza wa Sheikh Yusuf Diwani, lakini pia amekukuta ambao waliokuja, unadhani kwamba ni nyakati gani ambazo ulizopitia ukasema hii ni nyakati ngumu sana baada tu ya hawa waliokuja kuingia katika ndoa? Na unadhani pia ulijiona ni mtu namna gani ambaye mwenye nguvu na jiamini kupokea katika mtazamo uliokuwa bora baada ya kuja watu hao? Ilikuwa nyakati gani ambazo ulizopitia nyakati hizi mbili? Ipi ilikuwa bora zaidi kwako kwa upande wako? Nyakati ngumu zipo,
Hususani pale mume wangu aliponiambia nataka nikuongezee mke, wallahi nilipata wakati mgumu mno. Nilikataa, baadaye akabidi yeye aniongezee mke. Baada ya kuniongezea mke, wallahi yule mke nilimkataa kata, nilikuwa sikubaliani nalo lile jambo. Mume wangu akawa ananipa, ananasihi, ananipa mawaidha, Mtume anasemaje, Mwenyezi Mungu anasemaje, kwa sababu na mimi binti wa Kiislamu. Wallahi baada ya muda lile swala mimi nikalipokea na yule mwenzangu nikampokea, tukawa pamoja kabisa na tuliishi nyumba moja kabisa. Tumeishi vizuri kwa amani. Mimi natoka namwachia watoto wangu na watoto nawakuta salama kabisa. Swala jepesi tu, kwa sababu sisi kama wewe binti wa Kiislamu umelelewa katika mazingira ya Kiislamu ya dini. Yaani ukipewa tu zile aya za Mwenyezi Mungu unatulia, tunakuwa baridi. Sababu Mungu mwenyewe ndo kashaamrisha tayari. Unadhani kwa wewe namna ambavyo ulivyopitia, labda ulivyosikia, kwa sababu wanawake wengi wamejengwa kwamba akiongezewa mke mwingine anahisi yeye hapendwi, anahisi yeye kachoka, anahisi yeye labda ni mtu ambaye hathaminiki tena. Wewe kwako imekukuta hii kitu ama ni tofauti na ambavyo watu wengine wakiwa wanazungumza? Sahihi, mwanzo nilijua ndio ipo hivyo. Lakini baada mume wangu alivyoongeza wa pili, wa tatu na tulikuwa wanne mpaka wanne, wallahi wa billahi naapa mimi thamani yangu ndo ilizidi, mapenzi yalizidi kwa mume wangu kutokana na vile nilivyojiweka katika nafasi yangu. Niliona tu jambo la kawaida. Jambo la kawaida kabisa ni vile wewe utakavyolipokea na vile wewe mwenyewe utakavyojiweka. Ukiona kama sijui mwanamume kakuona wewe hauna thamani, basi utakuwa hivyo. Lakini mwenyewe ukasema madhali Mwenyezi Mungu ndo kasema, na ukasimama katika misimamo yako ile ya haki ya sheria, mume ukamsikiliza, ukamtii, mambo yanaenda safi kabisa. Hakuna hata kitakachoharibika. Kuna changamoto hivi sasa zimejitokeza sana kwamba watu, wanawake ama wake wa watu fika mahala wanachukua ushauri kutoka mtandaoni kwa kina mama wanaosema, ama wana Google ChatGPT anawapa majibu ya kwamba ndio mshauri mkuu, na bahati mbaya sana imepelekea kuwa ndoa nyingi sana utulivu umekosekana kupitia simu ama mitandao ya kijamii. Unahisi ile jambo wewe limekuchukua namna gani, ama wewe sasa unatoa lipi kwa wanawake ambao wao wamechukua taswira hiyo kwamba ndoa zao wanazitatua kupitia mitandao ya kijamii? Yaani kuhusu swala la mitandao ya kijamii, yapo yanozungumziwa ya kweli. Kwa hiyo pale unatakiwa mwenyewe uchuje. Ukiliona hili linafaa unalifuata, ukiona hili halifai unaliacha. Lakini kikubwa zaidi ninapoona mimi kumsikiliza tu mume wako, nini anataka, nini hataki, nini anapenda, nini hapendi. Hapo utakwenda sawa. Sababu mara nyingi sana masuala ya mitandao hii mingine inakuwa sio kweli, inapotosha sana. Inapotosha Na kwa mujibu huo unatoa nasaha gani kwa wanawake lakini pia na wanamume ambao wapo katika ndoa lakini mambo yao yamekuwa kila kukicha ni mzozo kwa sababu vyanzo ni simu zao? Wewe una kipi cha kuzungumza kunako swala hili? Kuhusu swala hilo mimi nazungumzia, labda niseme hivi kuhusu swala la mizozo katika ndoa. Mwanamke wewe umeshaolewa, umeshawekwa ndani, ni thamani yako ni kubwa sana kuliko hata yule mtu ambaye yuko nje. Muheshimu yule mwanamume aliyekuweka ndani. Acha kufuatilia mambo ya simu au kumfuatilia mume wako wapi ameenda, amerudi sijui saa ngapi unaulizwa. Vile mwanamume hatakiwi kuulizwa wala kumfuatilia. Unaona Kwa hiyo wewe unachotakiwa, mume hakija, mkaribishe vizuri mume wako, mpokee vizuri, kama kuna chakula mpe. Maswala kufuatiliwa mwanamume huwa hapendagi kabisa. Kwa hiyo hapo lazima tu hizi changamoto hizi lazima ziwepo. Wewe mwanamke ukishatulia, haumfuatilii mwanamume, haumuulizi,
Kwa nini umerudi saizi? Ulikuwa wapi? Mwanamume na yeye anatulia. Kwa hiyo sisi ndo tunatakiwa tuwatulize waume zetu ili na sisi tupate kutulizwa. Katika swali la kutuliza umeo na ili wanaume wapate kutulia, unadhani ni kitu gani ambacho kinaweza kufanya zaidi kwa mwanamke? Kwa sababu naamini kwamba utulivu unaanzia kwa mke kwenda kwa mume. Unadhani kwamba vijana wa sasa ama mabinti wa sasa ama wanawake wa sasa wanapungukiwa nini kuna kutengeneza utulivu kwa mume? Hapo sijui nisemeje. Yaani wanawake au mabinti ambao wanashindwa kutulia kwa ume zao, labda sijui niseme, sijui ni utoto au labda niseme sijui mafunzo, sijui nilizungumzie vipi, sijui. Kwa sababu gani? Najua mwanamke ukishatulia, au wengine wanakwambiaje Waswahili, tulia ili uweze kuolewa, au wengine wanakwambia hivi, anasubiria aolewe alafu ndo atulie, jambo ambalo sio sahihi. Tulia ili uolewe, na ukishaolewa ukitulia, yani ukishatulia, ukimheshimu mume wako, ukijua thamani yako kwa mume, wewe ni nani, basi jambo tu rahisi jepesi. Kwa hiyo unataka kutuambia kwamba kwenye ndoa kuna namna fulani utulivu unapatikana kuliko mtu ambaye hajaolewa? Ndio. Haya, mimi namalizia kwa swali langu la mwisho kabisa kwamba unadhani kwamba hizi ndoa za sasa kwa sababu kuna wanawake wengi ambapo mara nyingi vyanzo vya mizozo kuachana utakuta 90% ni mwanamke ndio. Kwamba unafikiri ni kwa nini wanawake wa sasa wamejengwa kwamba aende tu kwenye ndoa kwa ajili ya kutazama mikato ya chumba? Wapo wanasema wengi tu sasa hivi kwamba mikato ya chumba tukaone, afikisha baada ya hapo na mimi nitaandika historia kama nimeshawahi kuolewa. Unadhani hii inatokea wapi? Kwenye maadili, kwenye malezi, ama kuiga kwa jamii na mitandawazi tulionao hivi sasa? Naweza nikasema naweza kaa kwenye malezi au kuiga vile mambo hayo ndio ya mitandao tunayosema. Kwa sababu wewe mwanamke kama unajitambua wewe mwanamke mpaka unaolewa, tayari ushapata mafunzo nyumbani, na ukitaka kuliendea jambo basi lile jambo liendee mzima. Unaona sasa, kama labda mabinti wasichana wanaolewa, mwingine anakuambiaje, mimi yani naolewa tu, nataka niolewe, nikienda kule nikiangalia mazingira nikaona sielewi naondoka zangu. Sasa ile ukishasema hivyo, wallahi lile jambo lazima likushinde, ndoa lazima ikushinde. Yaani unaingia mguu ndani mguu nje, unakwenda kuangalia mazingira, uelewi unatoka zako. Sasa ukishaamua kuliendea jambo, ukishaamua mimi sasa naolewa, basi ingia mzima. Kwa kubaliana na hali yoyote ile ambayo utaenda kukutana nayo kwenye ndoa, pambana nazo, mkianguka mwanguke wote, mkinyanyuka mnyanyuke wote. Hata baadaye mwanamume Mwenyezi Mungu akishamjalia riziki, wewe thamani yako inakuwa kubwa sana. Haya, mimi nataka nielekee katika jambo ambalo huenda likawa ni tamati kwa kipindi chetu hichi na wakati huu tuliokuwa nao. Nadhani kwamba ni zipi furaha ambazo labda kwa binafsi unaweza kuona kwamba katika changamoto umeshapitia, lakini furaha ni zipi ambazo unajaribu kuchunguza wanamume wanaweza kuzifanya ikawa ni sehemu ya malipo kwa mke wake, hasa yule mwanamke ambaye ni msikivu, mtulivu, muelewa. Mwanamume huyu anakuwa katika hali namna gani kwa namna ambavyo wewe unajaribu kuwa katika ndoa ndani ya miaka 25? Umeona kitu gani ambacho ni cha tofauti katika swala hili? Furaha kwa kweli zipo. Sinaniona mimi hapa. Nilishasema hapo awali nyuma na wenzangu wawili ambao tulikuwa 4, mmoja ndio amezingua. Lakini naweza nikasema yani kwa mtazamo wangu mimi na mume wangu, mimi thamani yangu kubwa sana, yani mume ananijali, ananithamini, na furaha yangu mume wangu mara nyingi sana huwa anapenda sana kuniletea zawadi.
Ala, kwa hivyo unawaambia wanaume ambao hawaleti zawadi kwa wake zao? Wanaume ambao hawaleti zawadi kwa wake zao, napenda kuwashauri wao wanapeleka sana zawadi kwa wake zao, kwa sababu zile zawadi ndio zinaleta chachu ya mapenzi, yani inaongeza mapenzi ndani ya nyumba, yani furaha ya ndoa inaongezeka. Mimi mume wangu wallahi anajitahidi kwenye kuhudumia, simsemei vibaya jamani. Basi mimi ni kushukuru, lakini pia kwa niaba ya wanawake wote duniani kwa ujumla, lipi neno lako la mwisho unaloweza kuwasihi ama kutoa kama rai kwa wanawake hao? Nachowasihi wanawake wenzangu hususan waliokuwa kwenye ndoa, jamani, tuwaheshimuni waume zetu, tuwajali, tuwathamini, tuwasikilize. Mwanamume anapenda sana kusikiliza, anapenda sana kusikilizwa mwanamume. Yani mjali, yani ujitambue wewe ni nani katika ndoa. Ukishajitambua, mbona mambo yanakuwa mepesi tu kwenye ndoa. Hata hizi changamoto maugomvi yanakuwa madogo sana. Lakini kama mwanamke husimami kwenye nafasi zako, changamoto wallahi zinakuwa nyingi sana. Utaona kila siku unaonewa. Mimi nimeshukuru kukualika na kukuona katika kipindi chetu hichi cha jukwaa la Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Tunasema kwamba bado leo tumeanza hii, lakini tutakualika tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuendelea na pale ambapo tulipoishia. Naamini kheri nyingi zitapatikana. Tunakukaribisha sana. Naam, kama ambavyo tumemsikia mgeni wetu rasmi ambaye tulikuwa naye, lakini pia aliambatana na wageni wengine, na muda huu tutapeleka salamu kwa mgeni wetu mwingine ambaye tuko naye hapa, na kisha atajitambulisha, na baada ya kujitambulisha lipo swali moja adhimu tutamuuliza, na baada hapo tutamruhusu aweze kwenda kule majukumu yake mengine kila siku. Kwanza tumsalimie na kisha baada hapo tumwalike rasmi katika jukwaa letu Dr. Said na Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Na leo kapata fursa ya kuja, na mimi nimpe kipaza hichi, niwaambie kwamba muda huu ni muda kwa ajili yako, jitambulishe na kisha baada hapo lipo swali kwa ajili yako. Karibu, jitambulishe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Fatma binti Abu, ni mke mdogo wa Sheikh Yusuf Diwan. Na nadhani mmemsikia, huyu ni mke mdogo wa Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali. Mashallah, amependeza na karibu amependeza, jambo linakwenda vizuri kabisa. Na mimi nataka nimuulize swali moja tu ambalo litamaliza ili aweze kuendelea na mfumo wake mengine. Ni namna gani ambavyo ulipokewa baada tu ya kusikia Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali amekuoa, lakini bibi mkubwa wako alipoa mapokezi ya namna gani baada tu ya kuingia katika ndoa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Dadangu alinipokea vizuri, na yani kwa ujumla alinipokea vizuri, alhamdulillah. Kwa ujumla alinipokea vizuri. Kuna vizuri ziko namna nyingi, labda kuna namna ambazo baada ya kuingia katika ndoa alikuita, akakusihi, ama akakuambia baadhi ya maneno, ama akafanya baadhi ya matukio. Ni lipi ambalo alikumbuka zaidi baada ya upokeaji wake, alivyokupokea ulipoingia katika ndoa? Na mapokezi yake alikuwa mazuri. Pia lazima nite pembeni, akanifundisha mdogo wake namna ya kuishi na mume. Alinifundisha elimu zaidi na zaidi. Na bado anazidi kunielekeza zaidi jinsi ya kuishi. Kipi ambacho mpaka sasa unakumbuka ambacho katika maisha yako itakuwa ni kumbukumbu baada tu ya kupokewa na bibi mkubwa wako? Kipi? Kumbukumbu yako bora zaidi. Alinitoa out, sitoi sawa. Alinitoa out. Mashallah. Basi mimi nikushukuru sana kwa kujia katika jukwaa letu hili, na inshallah kila kheri mweze kuendelea na majukumu yenu ya kawaida inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil anbiya
سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Imma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzihitaji ziada ya rehma na amani zimshukie kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anasema kupitia ndani ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani, ndugu zangu, tukiwa katika jukwaa letu hili na alhamdulillahi rabbil alamin, wametoka hapa wageni wetu kutuzungumzia katika habari za ndoa, lakini kadhalika na changamoto mbalimbali za ndoa. Mimi niseme niwashukuru sana wao kwa ujumbe mzito ambao wameufikisha, na inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kupitia ujumbe huo uwe ni sababu pia na watu wengine wawe katika hali iliyokuwa sawa sawa. Amin. Kama alivyojitambulisha, Sharifa binti Manga Suleiman ndio mke wangu wa kwanza. Tuna miaka 25 tupo katika ndoa. Kwa hiyo yapo mambo ambayo yamejiri baina yetu, misukosuko ya hapa na pale haikosi, lakini kadhalika vile vile furaha tele zimekuwa zikipatikana biidhnillahil karim. Lakini kadhalika Fatima binti Abi Bakari au binti Abu almaarufu Bilibili, naye pia huyu ni mke wangu wa tatu. Kuna wa pili ambaye yeye ana majukumu mengine ambapo hakuweza kuhudhuria. Kwa hiyo nao watatu, bado nafasi moja. Hii moja ndio nipo katika kutafuta nani ananifaa. Ndio iko hivyo mzee. Kwa hiyo inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala, nataka nami nikazie kidogo katika ile mada ambayo iliyozungumzwa hapa. Maana amezungumza sana upande wa kina mama, kina dada, wajitahidi sana kuwa makini, wasisikilize sana baadhi ya jumbe zinazotoka katika mitandao. Kuna baadhi ya watu kazi yao wao ni kutaka kuharibu ndoa za watu, kwa kuwa wao za kwao walishaziharibu, basi wanakuletea fikra na mawazo ya wewe pia uharibu ndoa yako ili wewe ufanane na yeye namna jinsi ambavyo alivyo. Ndio utasikia wanaume wote ni mbwa. Utasikia katika vitu ambavyo mimi siwezi kuthamini, ni mwanamume siwezi kumthamini. Utasikia katika kitu ambacho natakiwa uwe na akili timamu, kaa na huyo mwanamume kwa akili timamu. Ukiona tu vipi, achana naye, kwani ulikutana naye, si umekutana naye ukiwa mtu mzima. Utasikia maneno ya namna hiyo yanatoka katika vinywa vya wanawake ambao wao wenyewe tayari wameshaharibu ndoa zao. Kwa hiyo hawakutaki mema wewe ambaye upo katika ndoa yako, wanataka na wewe uharibikiwe uwe kama walivyo wao. Hii ni hatari sana sana sana. Kwa hiyo akili kumkichwa, inatakiwa uwe na tafakuri ya kina kabisa. Ndugu zangu, nataka nikueleze maneno matano, maneno ambayo lau kama utayasema maneno haya kumwambia mkeo, haya maneno huwa yanavuka katika kuta za dimagh, za ubongo wa mkeo, na moja kwa moja maneno haya huwa yanakwenda kufanya taaziz, na hivyo kuzalisha aina ya hormone ambayo inaitwa dopamine pamoja na hormone ya oxytocin, kwa ajili ya kutengeneza hamasa na hari, na huyu mwanamke kujisikia furaha ya hali ya juu biidhnillah. Au kama unataka umiliki mkeo awe vizuri kabisa, na awe ni mtu ambaye anakusikiliza sana, anakupenda sana, anakujali sana, anakuheshimu sana, basi dili sana na haya maneno matano. Bila shaka yatakuwa ni mujarrab sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Neno la kwanza ambalo linamfanya mwanamke akuheshimu sana, akujali sana, akukumbuke kila hatua, lakini kadhalika na kuheshimu kupita maelezo, ni pale ambapo unapomwambia mwanamke ana fakhurum bik, kwa maana mimi najifakhiri kwa kukupata wewe. Mwambie mkeo haya maneno, najiona fahari kwa kukupata wewe,
kwa sababu wewe ni mtu bora sana upande wangu, sema haya maneno mara kwa mara, mwambie mkeo. Bila shaka tashuruha biqimatiha wa injazatiha. Hili neno litamfanya mwanamke ajione yeye ni mtu wa thamani, ajione ni mtu bora, lakini kadhalika aone kumbe yeye kuwa nawe hajakosea katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo mwambie mara kwa mara, ana fakhurun bik, mimi najifakhiri sana, naona fahari kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunijalia kukupata wewe. Kwa nini nisiwe na fahari bwana? Sema maneno, mwambie mkeo, yanapenya katika kuta za ubongo wake na kuzalisha homoni ya oxytocin, hivyo mwili wake unajisikia faraja, unajisikia amani, anajisikia furaha ya hali ya juu. Utamuona ananenepa, utamuona anapendeza, ananawiri kwa maneno mazuri yanayotoka katika kinywa chako. Hili ni neno namba moja. Lakini neno la pili, mwambie ash'uru bil amani ma'aki. Mara kadhaa mimi najisikia sana kuwa na amani pale ambapo ninapokuwa pamoja nawe. Yani ukisema haya maneno, kalimatul aman, maneno ya amani haya, ukamwambia mkeo najisikia faraja, najisikia furaha zaidi, nahisi amani pale ambapo ninapokuwa pamoja nawe. Haya ni maneno yanapenya katika kuta ya dimag ya ubongo wa mkeo na kwenda kuzalisha homoni ya dopamine, hivyo anajisikia pale alipo ni sehemu ya faraja, ni sehemu ya amani, ni sehemu ambayo bila shaka inayomjali na kumuona yeye ni mtu bora katika hali ya aina kadha. Maneno haya tunayasema kwa wake zetu au tunasema wakati ule tunapowataka ili waingie katika ndoa, alafu habari imeishia hapo? Kuna watu wako hivyo mzee, akiwa anatongoza haya maneno yote anasema, akisha muoa yule mwanamke akamweka ndani, subhanallah, yeye anapata maneno ya kejeli, tuna maneno ya hovyo hovyo yasiokuwa na kichwa wala miguu. Wallahi hii ni hatari sana. Tuwe na maneno mazuri, tuwaambie wake zetu mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Na Mtume anasema hata kule kutabasam ni sadaqa. Tabasam mbele ya mkeo mara kwa mara, onyesha tabasam yako, tabassumuka liwajhi akhika laka sadaqa. Mtume anasema kule kutabasam nako ni nini? Ni sadaqa. Sasa kuna mtu akiingia ndani tu, yani tayari, yani kitendo cha kugonga mlango anaingia ndani, mkewe anajua ni mumewe ndio anaingia hapo ndani. Subhanallah. Kwanza wanatafuta namna ya kujiweka vizuri kwanza. Simba anaingia sasa, atakula watu, ndo maana yake. Yani hatari sana. Wewe mume gani sasa wa namna hiyo? Hebu kuwa mpole, kuwa ni mtu safi kwa mkeo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa neno la pili linalofungua ubongo wa mwanamke na kumfanya kujisikia amani zaidi ni pale unapomwambia kiukweli kabisa, mimi naona najisikia amani sana pale ambapo ninapokuwa pamoja nawe. Lakini neno la tatu, mwambie uhibbu tariqata tafkirik. Wallahi ninapenda sana namna unavyofanya kazi zako, jinsi unavyoosha vyombo. Wallahi napenda sana namna unavyopika chakula, napenda sana namna unavyofanya kadha, ninapenda sana yale matendo yako ambayo unayoyafanya. Ukifanya hivi, huyu mwanamke atajisikia amani, atajisikia furaha na ataona mahala alipo ndipo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sio ukali tu na kumwekea mipaka isiyo na sababu za maalum. Wewe ni mtu wa hovyo hovyo tu. Jitahidi sana kuwa mtu bora. Mwambie napenda zile njia ambazo nazopita na tafakuri yako, lakini sifia akili yake. Mwambie mashallah, mke wangu una akili wewe, tena una akili sana, na mambo mazuri yanakwenda kutokana na mfumo wa akili zako. Sasa baadhi ya wanamume ye kila siku anamtoa akili mkewe. Hivi una akili wewe? Wewe katika wanawake wenye akili una akili kweli wewe? Kwa nini? Kwa sababu mkewe kamuomba hela akanunue kitenge, basi pale pale anamtoa akili. Una akili wewe? Badala uzungumze vitu tufanye maendeleo, wewe fikra yako ni kuvaa tu. Una akili wewe? Hili suala la kumtoa mwanamke akili ni jambo baya sana. Hebu mtengenezee, heshimu akili yake, heshimu dhakaa yake, yani fikra zake zipe heshima. Hata kama zile fikra unazikataa, kuna namna nzuri sana ya kuzikataa zile fikra. Sio unamwambia hivi, una akili sawa sawa kweli wewe? Si sawa. Mke ana maneno mazuri ya kuambiwa yanayofungua ubongo wake na kutengeneza homoni ya oxytocin pamoja na homoni ya dopamine, ili awe katika hali ambayo ilikuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala.
Lakini neno la 4 ambalo ni bora sana kwa mwanamke anapenda sana kulisikia, ana astami'u ilaik, ni pale ambapo unapomwambia mkeo, mimi nakusikia wewe, nakusikiliza wewe, unasemaje katika hili jambo? Yani una mpango fulani, ule mpango unaufikisha kwa mkeo, alafu unamwambia nakusikiliza pia fikra zako na mawazo yako katika huu mpango ambao tuliokuwa nao. Je, wewe unauonaje? Mwambie mkeo katika hali za namna hii. Lakini kuna baadhi ya wanamume wanajazana ujinga. Mwanamke sio mtu wa kuambiwa mipango yako. Mwanamke ni mtu ambaye hatakiwi kabisa kujua hata mshahara unalipwa kiasi gani. Uongo. Na hili ndio linaharibu ndoa nyingi. Mke anatakiwa ajue mshahara unaupataje na unautumiaje. Mke anatakiwa ajue katika hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah. Ana astami'u min ilaik, yani mimi napenda sana na kuachia hili jambo nikusikilize. Unasemaje katika swala hili? Hapa mwanamke huwa anahisi kwamba ameheshimiwa, anahisi amethaminiwa, na yeye mawazo yake kuchangia katika jambo fulani katika hali za aina kadha. Lakini swala la mwisho au neno la mwisho ambalo ni zuri sana kwa wewe kumwambia mkeo ni pale unapomwambia anti jamilatun, wallahi mke wangu wewe ni mzuri mashaallah, unapendeza mashaallah, unavutia mashaallah, na ndio maana mimi nikaja kwenu nikatoa mahari nikaoa kwa sababu we ni mzuri, mrembo, unavutia, unapendeza. Mwambie haya maneno mkeo, ufungue al-oxytocin katika ubongo wake, alafu uone mwili wake namna unavonawiri na namna anavyopendeza biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Acha ukali, mke anataka maneno mazuri mazuri ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ikhwani, ndugu zangu, namalizia hapa kwa kutazama surati Duha kwa ajili ya kuwarejesha wale ambao wana tabia ya kuondoka. Unajua kuna wanamume anafanya makosa, alafu katika makosa ambayo aliyoyafanya ananuna yeye mwenyewe mfanya makosa. Akishanuna huyo mfanya makosa, alafu anatafuta sababu za kuondokea kwa huyo mwanamke. Hakuna hiyo. Tunataka watu warudishwe haraka sana, waendelee na wake zao na maisha yaendelee biidhnillah. Lakini kadhalika kuna baadhi ya wanawake anafanya makosa. Unajua kuna vitu vinavyoitwa talaubun nafsi katika ilmu nafsi, ilmu ya psychology. Kuna mambo ambayo mtu anayafanya kwa kuchezea akili yako. Ili somo nitalifanya katika jukwaa lijalo. Sasa huyu tunataka yule ambaye mwanamke anafanya makosa, alafu anavimba, ananuna yeye mwenyewe, alafu anamkimbia mumewe. Hakuna hiyo. Hapa ni kurejeshwa tu pale pale kwa mume wake na maisha yaendelee biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunasema hivi, ad-du'a huwa miftahu kulli khairin, yani dua ndio ufunguo wa khairi zote kabisa. Walil musaadati fi istirja'i man kharaja au raddi dhalla. Lakini kadhalika na dua ndio ina msaada mkubwa sana wa kumrejesha yule ambaye aliyekukimbia au kurejesha kile ambacho kilichokupotea. Kwa mfano yani kuna fedha zako au kuna kitu chako cha thamani kimekupotea, hujui kipo mahala gani, basi ukitaka kirejeshwe ni surati Duha. Au kuna mtu amekukimbia, awe ni mtoto kakimbia kwa wazazi wake, au awe ni wazazi wamemkimbia mtoto wao, au wamekimbia familia zao, au awe ni mume amemkimbia mkewe, au awe ni mke amemkimbia mumewe. Hapa sasa ndio kwenye muarobaini unaoweza kutibu suala hili tawan wa karaha. Akitaka atarudi, hakutaka atarudi. Ni surati Duha tu katika utaratibu ufuatayo. Waddu'a yurafiquhu sa'yu wal bahthu, lakini na dua namna ilivyo huwa inaambatana sambamba kabisa na kuliendea lile jambo ambalo wewe unalitaka, wal bahthu, na kufanya tafiti pia. Wakati unafanya dua, mtu arejee nyumbani kwako, fanya na tafiti pia, yuko wapi mtu huyo, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Au tawasuli ma'al ghaibi, au kadhalika, au kufanya mawasiliano na mtu aliyotoweka, aliyopotea, ma'a husni dhanni billah, pamoja na dhana njema kuzipeleka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa nini ufanye? Unafanya katika hali ifuatayo. Liqiraati surati Duha, katika kuisoma hii suratu Duha, kwa maana wadduha wal-layli idha saja ila akhiriha. Atharun adhimun, kuna athari
kubwa sana fi nafsi, katika nafsi ya mtu. Fahiya tab'athu tumanina, kuisoma hii surati Duha, jambo la kwanza huwa inatengeneza utulivu. Watuaddu min almujarrabati allati yalja'u ilaiha alkathirun. Surati Duha ni katika sura ambazo zimefanyiwa majaribio ya mara kwa mara na watu wengi, kuwarejesha watu wao waliowakimbia au kurejesha vitu vyao vilivyopotea. Mara kwa mara ni jambo limefanyiwa majaribio na natija ikawa nzuri sana, watu wakapata yale ambayo wanayokusudia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tena inda fuqdani shay, pale ambapo kinapokosekana kitu, au duaullahi liraddi ghaibin, au kadhalika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kumrejesha aliyotoweka, au shakhsin kharaja, au kwa ajili ya kumrudisha mtu ambaye aliyekimbia mahala hapo. Utasoma kwa utaratibu gani? Utasoma kwa utaratibu huu. Tunasema taqra'u surata Duha, wewe ambaye uliyekimbiwa, bila shaka utasoma suratu Duha biadadi ismil ghaibi, kwa idadi ya jina la mtu aliyokimbia, au kwa idadi ya jina ya kitu ambacho kilichotoweka. Thumma taqul hadhihi alkalimat, kisha baada ya hapo utasema maneno haya biadadi ismil baladi au alqaryati allati kharaja minha, kwa idadi ya mji au kijiji au kitongoji au eneo la sehemu ambapo alipoondokea mahala hapo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa mfano, kuna mtu yuko hapa Mbagala Kiziwiani, alikuwa anaishi na mkewe hapa, lakini mke akaondoka hapa Mbagala Kiziwiani akaenda imma panapojulikana au akaondoka akaenda pasipojulikana. Basi tutachokifanya, tutachukua hisabu ya Mbagala Kiziwiani, ndipo mahala alipoondokea biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tutasoma maneno gani? Yani wakati huo unasoma surati Duha kwa hisabu ya mtu aliyekimbia, hapo hapo ukimaliza ile hisabu utasoma maneno haya kwa hisabu ya mji alipotoka biidhnillah. Utasema ya jami'an nasi liyawmin la raiba fi, utasema ya jami'an nasi liyawmin la raiba fi ijma'ni au ijma' fulana. Hapa unamtaja yule mtu fulani ambaye aliondoka, ila baladi fulani, hapa unataja mji alioondokea, wa baiti alladhi kharaja minha ya arhamar rahimin. Hii utasoma kwa hisabu ya mji biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa takraru hadha al'amala, na utarejea amali hii 7 ayyam, kwa muda wa masiku 7. Fa innal ghaiba yarji'u biidhnillah subhanahu wa ta'ala, alotoroka anarudi haraka sana kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ndio utaratibu wa kufanya kwa nyinyi ambao mmekimbiwa na waume zenu, au nyinyi ambao mmekimbiwa sana na wake zenu, lakini kadhalika na wale ambao walokimbiwa na watoto wao hawajui mahala walipo. Huu ndio utaratibu sahihi kabisa wa kufanya biidhnillah, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake. Hakuna ukimbiana tena, wala hakuna kutorokana hapa. Lazima watu wakae pamoja, watengeneze maisha pamoja, na watengeneze familia kwa usahihi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka katika jukwaa letu la leo tutakuwa tumeishia hapa, lakini tunayo dawa yetu hii ambayo inaitwa Haqqul Mujarrab. Haqqul Mujarrab ni maalum sana kwa wale ambao wamefanywa masala ya kisihir, masala ya kichawi. Wamekuwa ni watu ambao wamelishwa uchawi kiasi ambacho wana maradhi ambayo yasiyojulikana, na wengine wanayo maradhi ambayo yanayojulikana. Haqqul Mujarrab ni muhimu sana kwa ajili ya tegua matego ya kichawi kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe ndugu yangu ambaye una maradhi mazito, jitahidi sana upate Haqqul Mujarrab. Bila shaka Haqqul Mujarrab imefanya vizuri katika ardhi ya Ulaya,
Amerika, lakini kadhalika Afrika humu. Kila kukicha watu wanazikimbilia sana haqul mujarrab biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na matokeo wanatupa mazuri mno. Kwa hiyo wewe ambaye pia unasumbuliwa na masala ya uchawi unaathiri mpaka shughuli zako zinakuwa zendi sawa. Uchawi unaathiri afya yako inaharibika. Uchawi unaathiri mahusiano yako yanavurugika. Lakini uchawi unaathiri hata suala la uzazi wako, kizazi chako kimepata madhara. Ni muhimu sana kujitahidi kupata hii haqul mujarrab, jurriba miraran wa saha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bila kusahau tunayo mkono wa Idi ambao ndio mpango mzima biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, insha Allah jukwaa letu la siku ya leo nafikiri tutaishia hapa, ili tujiandae na jukwaa bora lijalo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka mimi niendelee kukushukuru ambayo tulioanza nao kuanzia mwanzoni mpaka kufikia hapa tamati katika jukwaa la Dr. Saidna Sheikh Yusuf Diwan Al-Ghazali, na kubwa kabisa ni namna ambavyo unaweza kupata darasa za aina mbalimbali. Wewe ambao umekimbiwa basi tumia sura Duha kwa ajili ya kuweza kumrejesha mtu aliyokukimbia. Kama umekimbiwa na mkewe, mrejeshe kwa taratibu uliopewa hapa. Kama umekimbiwa na mumewe, mrudishe mumewe kupitia taratibu uliopewa hapa. Fanya wewe mwenyewe hapo ulipo kama unaweza. Lakini pia kama hauwezi, una mtu ambaye karibu yako anaweza kufanya hivyo, mfuate mtu akufanyie. Na ukitaka kufanyia pia na mwalimu, basi inawezekana pia, fursa hiyo ipo, haukataliwi. Yupo mtu anasema bwana anayefanya mwalimu inakuwa ni bora zaidi kuliko mtu mwingine, kwa sababu huyu anakuwa ana ziada ya kile ambacho alichokizungumza. Kwa hivyo fursa na nafasi bado mnayo. Lakini pia tumesikia hapa kuna haqul mujarrabu hii kwa ajili ya masuala mazima ya sihiri pamoja na mashaitani na uchawi ambazo nilolishwa katika ndoto. Lakini pia tumbo la kuuma sana na vitu kama mgongo na waka moto, mara mwili ganzi sioisha, basi unaweza kutumia haqul mujarrabu hii. Inaweza kuwa na msaada bora sana 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 kuna kuondosha madhara na matatizo hayo biidhnillah subhanahu. Bila kusahau pia tunayo mkono wa Idi hapa ofisini kwetu, na inafanya kazi bora sana. Watu wanafurahia. Habari ya yope imekwisha mtaani, hasa kwa wale ambao waliopata fursa ya kutumia mkono wa Idi. Sasa hivi wako ngangari kweli kweli, wapo mlingoti chuma, kamba chuma, upepo chuma, basi mambo ni raha tu kwa kweli, mambo ni mazuri. Kwa hivyo na wewe ambaye hujapata kutumia mkono wa Idi, basi fursa pia, nafasi bado unayo. Tumia mkono wa Idi ili uweze kukuimarisha, uweze kuwa bora kabisa pale nyumbani, ungurume vizuri kweli kweli biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini bila kusahau tunayo tezi dume ama prostate, ambayo inaweza kutibia tezi dume bila ya operation au upasuaji, na inafanya kazi iliyokuwa bora sana, na mtu akitumia na muda siku 7 tayari anaanza kuona mrejesho ulio bora sana kunako maradhi hayo ya tezi dume. Na yote kwa hiyo tunaweza kuwasiliana nasi kupitia namba za simu 0748 86 97 33 au 0659 86 97 34. Tupigie sasa kwa maelekezo, kwa maelezo ama kutaka ushauri ili uweze kusikizwa na ushauri kichukua bora, na kheri nyingi zitapatikana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mimi nikwambie hapa tumefika tamati jukwaa hili, lakini tujiandae kwa jukwaa lijalo, sababu tutakuwa lina jambo moja adhimu sana. Ni kusii tu Alhamisi jukwaa lijalo usiweze kukosa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka ofisi yetu inapatikana hapa Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini. Kila siku tunakuwepo kuanzia majira saa 2 asubuhi mpaka saa 8 mchana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo nimepata bahati ya kuhudhuria katika jukwaa lake. Kwa kweli nimefurahi sana. Wallahi kwanza nashukuru, ni fursa kubwa kabisa. Watoto wetu na wajukuu watapata kuelewa kwamba wazazi wao walikuwa watu wa namna gani, kwa sababu jukwaa hili la kwanza linalenga kuelimisha. Lakini kama itakuwa ni dawa, ujue dawa gani inatibu maradhi yepi, na hiyo dawa inatayarishwaje. Jukwaa hili limekuwa likialika watu mbalimbali. Tunatoa shukrani kwa Dr. Sheikh Yusuf Diwani na timu yake yote kwa ujumla kuweza kulifikiria hili. Na kushukuru unialika katika jukwaa letu hili, na hili ni jukwaa letu. Mwenyezi Mungu akubariki Sheikh Yusuf, akujalie kheri. Hili ni moja ya majukwaa makubwa. Mara kwa mara tutakuwa tunatembelea katika hili jukwaa. Ukiwa unasikiliza daima haukosi, bali utapata faida. Mwenyezi Mungu alidumishe hili jukwaa, alitie nuru na baraka.